kusifika kwa maumbile ambayo amewaumbia watu na akawavutia ili wawe katika maumbile mazuri na ukamilifu wa sura. Ni katika faida. Sasa moja kwa moja tuingie katika kupiga mswaki. Wala jamani ni pana Kupiga mswaki ni kutaharisha mdomo na ni katika vitu vinamridhisha Allah tabaraka wa taala. Kuna watu shekhe wiki nzima. Kuna watu wanaipenda Yanga mpaka wanaumwa meno. Inna lillahi na naamini huko hapo. Mimi wanafunzi wangu madrasa naamulikaga tochi kabisa hivi tochi. Tena mchana nataka nione. Inakuwaje? Kama wewe umekula mchana umejalia tandia huwa najua haya ya mchana. Ila ni kazi ngumu mzee. Ukikutana na hatari sehemu kama hii, ushakutana na mtu mwingine michafu, unatamani kutema mate, itabidi umeze, utatembea wapi? Ni kazi ngumu. Kupiga mswaki ni kutaharisha mdomo na ni katika vitu Allah tabaraka wa taala anapendezewa navyo. Lau isingekuwa utakuwa na uzito kwa umma wangu, ningewaamrisha wapige mswaki kila wakati wa swala. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inafaa unatia udhu unapiga mswaki. Umemaliza kula unapiga mswaki. Tena katika utaratibu ambao mzuri, ukimaliza kula unatakiwa usukue bwana. Wengine wanapishana nao huko njiani na kusama. Akunde, hapa siku gani? Unatisha watu kama shugileta. Faida. Inatiliwa mkazo kupiga mswaki. Ni katika faida sawa Wakati wa kutawadha na kuamka kutoka usingizini na kubadilika harufu ya mdomo na kusoma Qur'ani na kuswali, na hivyo wakati wa kuingia msikitini na nyumbani. Yaani natiliwa mkazo wakati hizo ufanyeje? Piga mswaki. Unataka kusoma Qur'ani, piga mswaki mzee. Maana mabudu pia ni sumu. Mtu ambaye hapigi mswaki asafishe meno yake. Kawaida ugando wake, si binadamu waga tunakuwa na ugando hapo mdomoni sawa Ugando wake akiinua mdomo hivi unakuwa mpana, yaani hata kama uko hivi na pale unauona hivi. Hauachii kwenye mdomo. Ni dalili ya mtu kutokupiga mswaki. Sasa unasoma Qur'ani mzee. Yale mate yameangukia katika sahifa hiyo. Sasa ukashangaa leka doa. Kwani Tanzania anachekesha, ni serious, ni kweli. Na wallahi siku uteme mate ya kwako mwenyewe. Yatoke tu vibaya yakayapa, yananuka. Hayo ndo ambayo unapiga mswaki. Je, yule asosafisha meno yake? Ni hatari. Sehemu ya pili, kunyoa nywele. Kunyoa nywele ya sehemu zote. Sitaki vichekesho. Kila mtu anajijua, bali ni shano ala nafsi hasira. Nipo katika kipindi na ninasoma kupitia kitabu cha Kichwani. Nazo ni nywele zinazoota katika mwili wa mwanadamu, sawa Nywele ambazo zinatakiwa zinyolewe, yani zote zinatakiwa zisafishwe. Na ni vizuri kuziondoa, na ni usafi, inawezekana kuziondoa bila ya kunyoa, kama kutumia viondosheo vinavyotengenezwa hivi katika karne hizi. Inachukiza kuacha nywele za sehemu zote, nywele michafu. Kuna sehemu nyingine unaweza ukafuga kama kichwa. Unaweza kufuga nywele zikawa safi, kichwa kizima, mtoto akiwa na uso kufuga. Na wanazoona wasema ikitokezea nywele zako kama Waarabu wale ni ndefu mpaka zinakusumbua, unaruhusiwa kuzichukua kuzifanyaje? Kuzisuka. Bana hivi zifanyaje? Zisumbue. Kama kuna mchezaji mmoja wenyewe anamuita Haaland. Akosea tu kunyoa huko. Lakini kwa mtoto wa kike kubana mchicha haramu.
za kupanda mchicha. Unafumua. Alaykum salaam gani? Maana huenda mkawa nasema baadhi ya vitu ambavyo katika vitabu vya hadithi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema tuliwekewa wakati katika kukata sharubu isiachwe zaidi ya siku 40. Huyo ni Anas bin Malik, hadithi yake ikatokezea mpaka Mtume akawekea wakati maalum kwamba kukata kucha, kunyoa nywele isipite siku ngapi? 40, kwa kuonyesha msisitizo wa kufanyaje, wa kunyoa nywele. Sasa hao ni watu wa kipindi hiko ambacho walikuwa wanakuwa kiasili zaidi, na hata maumbile yao kimwili wao ni wakubwa zaidi yetu sisi. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu pia vinafanyaje, wanachelewa, yaani kwa kifupi wanachelewa kuzeeka. Sasa mimi na wewe tunawahi kuzeeka kwa maana na vitu pia vinakuja haraka haraka. Hizi siku 40 tunategemea sana turudi chini. Sababu Mtume amewekea mfano huu, lakini kuna wengine wana nywele nyepesi sana kuota. Unaeleweka eh? Kukata sharubu na kuzifunga kwake nazo ni kuzipunguza kutokana na kuwa kufanya hivyo ndiyo kujiweka vizuri na usafi na kuwa khalifu makafiri. Kuna makafiri wale kabila gani wale ni wasawa. Wao asili yao wanabakisha hizi sharubu za umo wanazinyonga kuonyesha jeuri. Wakina nani? Ndio tunakumbuka eh? 2. Kufuga ndevu, kutokunyoa. Hakika zimepokewa hadithi sahihi katika wajibu wa kufuga ndevu na kuziacha kwake na kuziheshimu. Kubakia ndevu kuna manufaa na ni vizuri kwa muonekano wa wanaume, sio wanawake. Kuna wanawake leo kama mavibeberu wanafuga ndevu, haifai, sawa eh? Kutoka kwa Abi Huraira, Allah amridhia, amesema Mtume wa Allah, rehma na amani zifikie juu yake, mambo matano ni katika fitra, ni katika maumbile ya mwanadamu, sawa eh? Kupata sunna kwa mwanaume, wanawake ni haramu. Kuna wanawake wanapotolewa wale ni haramu, sawa eh? Kuna makabila tutafuatilia si kabila gani kile. Na kunyoa nywele za siri ni katika maumbile ya mwanadamu, na kunyoa nywele za kwapani ni katika maumbile ya mwanadamu, na kukata kucha na kupunguza sharubu. Sasa ni sharubu mzee kama kambale kubwa ndefu mdogo ndefu hapa na mimi nazo haifai. Kukata kucha ni kupunguza kwa namna usiache mpaka ziwe ndefu, na kukata kunazifanya ziwe nzuri na kunaondoa uchafu uliojazana ndani yake. Kukata kucha sio kuchuna. Unaelewana eh? Watoto wa shule au wa madrasa wengi wao wana tabia mbaya, wanachuna. Kuna kuchuna na kukata. Ina maana kukata na vikatio kama wembe, vibanio vya kukatia kucha, sio kuchuna. Ukilichuna mzee, Allah akikueleleza ikitoka nusu kucha utajua mwenyewe. Haya, kuna kunyoa nywele za kwapani, ili tu haraka muda umeisha, kuosha